Kwa jina naitwa Mchungaji Karoli. Ndugu msikilizaji wangu, mimi napenda kuchangia mawazo. Tunaambiwa kwamba dini ya Uislamu maana yake ni unyenyekevu. Kwa hiyo inanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu au kwa Allah. Sasa kama dini hiyo ni unyenyekevu, tunatakiwa tuone ule unyenyekevu kwa njia ya vitendo. Sasa basi, hebu nizungumzie neno unyenyekevu. Unyenyekevu maana yake nini? Unyenyekevu umegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni ule unyenyekevu wa kuamrishwa kwa nguvu kwa kutumia sheria, na kundi la pili ni unyenyekevu ule wa hiari ambao mtu mwenyewe amekubali kwa hiari kunyenyekea kwa maslahi yake au ya wengine. Sasa basi, tunapokuwa hatuoni unyenyekevu kwa njia ya vitendo kutoka kwa Waislamu na kati dini yao ni unyenyekevu, hapo tunashindwa kuelewa kwamba kile mnachokisema mdomoni na mnachokifanya ni vitu viwili tofauti. Nimesema unyenyekevu kwa sehemu ya kwanza ni ile ambayo mtu ananyenyekea kwa mujibu wa taratibu za kisheria, kwamba askari amewekwa kwa kufanya wewe uwe mnyenyekevu. Kama umekataa kwa kufuata sheria, akupige rungu kulazimisha mpaka uwe mnyenyekevu ukubali, au umekataa akufunge gerezani mpaka hapo utakapotoka utoke ukiwa mnyenyekevu, kwamba sasa ukiambiwa jambo unalikubali, hasi kukataa, unaamrishwa kuwa mnyenyekevu. Hiyo ni aina nyingine ya unyenyekevu. Na aina hii ya pili ni ya hiari, kwamba kutokana pengine mimi maisha yangu naishi na familia yangu, mke wangu, tumehitilafiana na mke wangu, sasa imefika mahali tunataka tuachane. Tunazungumzia unyenyekevu wa hiari. Unakaa mahali unafikiri, unaona kwamba hivi nikiachana huyu mwanamke, hawa watoto wangu wataishi katika mazingira gani? Ukaona kwamba watapata shida, na hadi mwanamke yuko tayari kuachana, utajua wewe na watoto wako mkapate shida. Basi unaamua kunyenyekea, unakubali, unamwacha aendelee na matatizo yake, lakini wewe umesalimisha yale matatizo yaliyokuwa kupate kuhusu watoto wako. Unaitwa ni unyenyekevu wa hiari, kufuata ile amri ambayo mwanamke wako ameanzisha kutoka kwako uifuate, basi ili wewe uweze kusalimika. Unaitwa ni unyenyekevu wa hiari. Na unyenyekevu mwingine wa hiari ni ule ambao kiongozi aliyoko juu yako, ambao ndio anahitaji wewe unyenyekee kwake, anapopanga jambo inabidi wewe unyenyekee, ulikubali lile alilolipanga yule kiongozi aliyo juu, na ili kiongozi ajue ya kwamba wewe umenyenyekea, kile alichokifanya umekitekeleza. Ndio maana unyenyekevu. Sasa basi, mimi narudi kwenye Uislamu ambao ni unyenyekevu. Tunaona katika mitandao kwamba yuko shehe moja anaitwa Walidi, amesimamishwa na viongozi wake wa BAKWATA kuwa shehe wa mkoa wa Dar es Salaam. Hajanyang'anywa ushehe na wala msikiti wake, ameambiwa tu kuwa kiongozi kuwaongoza wenzako walio katika mkoa wa Dar es Salaam, tulikuweka wewe wasimamie. Sasa tunasema
basi huwezi kutusimamia. Na wala sie peke yake aliosimamishwa, walisimamishwa wengi, lakini kinachoshangaza ni kwamba hatuwaoni wale walio wengine waliosimamishwa katika mikoa mingine wakileta vurugu. Tunamuona huyu mmoja tu ndiye analeta vurugu. Wale viongozi waliomsimamisha huyu Sheikh Walid si kwamba walikurupuka, walimuita wakaongea naye na wakamwambia tunakusimamisha kwa sababu hii na hii na hii, na Walid anajua kwamba alichoambiwa tunakusimamisha kwa sababu hii na hii, wala halikutamkwa hilo la huyo mwanamke. Kwa hiyo Sheikh Walid anafahamu kwamba kwa nini alisimamishwa. Lakini kinyume chake Waislamu wanasimama na kuanza kumtetea wakati yeye hajawalalamikia wala hajawatuma mkamtetee, kwa sababu kosa lake analifahamu. Basi turudi katika hayo mawazo yenu kwamba amesimamishwa kwa sababu ya huyo mwanamke aliyezaa naye. Sasa unyenyekevu maana yake nini? Huyo shehe alipoteza maadili kwa sababu kama limetokea shida, aidha kwa kusingiziwa, aidha kwa kufanya mwenyewe, ilibidi shida hii haitatue yeye mwenyewe kama kiongozi anayewaongoza viongozi wengine wenziwe. Akashindwa kulitatua tatizo mwenyewe, na kwa maelekezo tunayo au kwa maneno tunayasikia ni kwamba alitishia kuua. Yule anayelalamika, yule mama anadai kwamba ametishiwa kuuawa. Maana yake kupotezwa, maana yake ni kuuawa. Sasa tunauliza, kama yule mwanamke alimsingizia, kulikuwa na ubaya gani kumchukua yeye, kumtengenezea pasipoti huyo mtoto wake ambaye mwanamke amemsingizia, ili waondoke katika nchi kama walivyodai wanataka kuondoka na yeye hataki kutoa ushirikiano? Alishindwa nini kunyenyekea na kusikiliza hayo malalamiko ya huyo mama kama kiongozi, tena kiongozi mkubwa wa mkoa, kiongozi mkubwa anayesimamia ibada katika msikiti? Alishindwa nini kulitatua shida hii, ijapo kwamba maelezo yanasemekana ya kwamba huyu mama alienda mpaka mahakamani na mpaka kwenye viongozi hao wa BAKWATA hakupata msaada. Hivi mnyonge atakimbilia wapi katika nchi hii ya sasa hivi tulivyokaa? Mahakama inaonekana haitoi haki. Sasa kama mahakama haitoi haki, alienda huko na hakupata haki, akaenda kwa viongozi wa dini, hiyo ya kwake hakupata haki. Mlifikiri yeye ataenda wapi kama si kukimbilia ulimwengu? Eti alikosea kwenda kwenye mtandao. Kwa hiyo alikosea, utaka aende wapi? Alishaenda sehemu ambapo angepata msaada, hakupata msaada. Sasa aende wapi? Ni sawa kabisa, amekuja kwenye mtandao, ameomba walimwengu wamsaidie. Kwa hiyo nyinyi Waislamu, unyenyekevu mnauzungumzia mdomoni, lakini unyenyekevu haupo. Haya, kwa mfano, unasema dini ya Uislamu, dini ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio kaileta dini ya Uislamu. Haya, sasa Sheikh Walid kasimamishwa kuwa kiongozi wa mkoa wa Dar es Salaam. Unapoandamana, maandamano hayo unayafikisha kwa Mwenyezi Mungu aliyoleta dini, au unaandamana kwa nani? Sasa kwa viongozi hao wa BAKWATA ndio walioleta dini, kwa sababu kwa kanuni watu wanapoandamana wanamwendea kiongozi mkuu ambaye ndio mwanzilishi wa hiyo taasisi ili awape majawabu. Sasa nyinyi mnasema dini ya Mwenyezi Mungu. Sasa wale mashehe na waumini walioandamana pamoja na wahuni na wana michezo mbalimbali, hao waliandamana wakielekea kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu? Au yale maandamano yao wanayapeleka kwa nani? Kwenda kuwakosoa viongozi wale wa BAKWATA kwamba walichokifanya ni makosa.
Kwa hiyo nyinyi mnakwenda kumtetea ili arudi katika nafasi yake. Huo sio unyenyekevu. Huyo shehe anatakiwa anyenyekee kwa viongozi wake waliomweka kuwa kiongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, na kama kunakuwa na tatizo akimwangalia mwenendo wake umebadilika, wanaweza kumrudisha, lakini si kwa mfumo wa nyinyi Waislamu kuandamana. Na kama mnaandamana, nyinyi wahuni. Mungu anasaidiwa. Kama huyo shehe kaonewa, kwa nini nyinyi msiende kumwomba Mwenyezi Mungu atoe hukumu za haki? Si mnasema dini ya Uislamu dini ya haki. Sasa haki mnaitafuta nyinyi au Mwenyezi Mungu ndiye anaitoa haki? Acheni kudanganya watu kwamba hiyo dini ni dini ya unyenyekevu. Alafu nyinyi mnaonekana wahuni, mnasimama barabarani mnaandamana, eti mnapinga maamuzi ya viongozi wenu. Huo ndio unyenyekevu? Huo ndio unyenyekevu? Huo ni ukorofi. Sio unyenyekevu, ni ukorofi. Mnafanya ukorofi juu ya viongozi wenu wanaosimamia hiyo taasisi ya BAKWATA. Asanteni kwa kunisikiliza.